Ngoja nishushe pumzi kwanza. Maana ni simulizi fulani hivi tamu, alafu ni simulizi wakubwa. Niko hapa kukusimulia hii simulizi ambayo inaitwa Baba Umenikojolea. Ni simulizi fulani vya mapenzi na ni simulizi ambayo unapaswa isikilize vizuri tu. Ila ni uwe na umri miaka hiyo inayoruhusiwa zaidi katika kunisikiliza. Hebu tuanze simulizi yetu, maneno tuweke pembeni. Karibu. Mimi naitwa Angel na ni mtoto wa pekee sana katika familia yetu. Ni mtoto ambaye nilidekezwa, nililelewa, yani ukizingatia nilikuwa mwenyewe tu, kwa hiyo hakuna kitu nilichokikosa kwa wazazi wangu. Kulelewa kwangu kiayai, nilijikuta natembea na babangu mzazi. Hapo kama nakuona msikilizaji unasema astaghfirullah. Maana yake ni laana. Lakini ndio hivyo. Nilikuwa nikivaa nguo fupi mbele ya babangu. Na sikujali kama ni chupi, tight, nilikuwa nikijiona tu mimi bado ni mtoto mbele ya babangu. Nilichukulia kawaida. Nakumbuka siku moja ilikuwa ni majira ya usiku. Nilikuwa nimelala fofofu. Nilikuja kushtuka baada ya kuhisi kitu kizito kifuani mwangu. Nilipokuja kufumbua macho, nilimwona babangu akiwa juu ya kifua changu. Sasa nilitaka kupiga kelele, lakini akawa amenizuia kwa kunibana mdomo. Akaniambia, Angel, nistiri tu mwanangu wala kidogo, na hali mbaya. Sasa wakati akiongea, nilihisi kitu cha moto kikipita katika tupu yangu ya mbele. Nikajikagua kwa haraka, nikasema la haula. Babangu alikuwa tayari amekwisha kunimwagia bao zito. Nilitamaki nikasema, Baba Umenikojolea. Na kama msikilizaji nilivyosema awali kwamba mimi naitwa Angel Bernard, ni mtoto wa pekee sana katika familia yetu. Ni binti niliyependwa sana na wazazi wangu. Lia Sultani. Kulipenda kwao, nilimwona baba akirudi kutoka kupindukia akiwa na mfuko mkononi. Siku hiyo akawa amenitupia na kusema kicheki Angel, kajaribisha chupi hizo nimekununulia. Kwa hiyo kwa haraka niko nimekurupuka. Nikaingia chumbani, nikaenda kujaribisha hiyo nguo. Sikuwa na ajabu kununuliwa chupi na babangu mzazi. Manake hata pedi alikuwa akinunuliaga mara moja. Basi nilipojaribu nilikuwa nimetoka hivyo na kichupi changu, sikujistiri wala sikujifunika kanga. Nilivaa kitopu tu kifupi ambacho kiliacha kitovu nje, kilichokuwa kimeyatengeneza maziwa yangu vizuri. Ilikuwa amesimama. Kwa hiyo nilikuwa nimemkuta baba pale sebuleni akitazama TV. Nikamwambia, baba, ona imenipendeza Nilisema na huku nikijigeuza anaangalia vizuri. Alinitumbulia macho baba yangu, na huku akijilamba lipsi zake, ni kama vile alikuwa ameona, ni kama vile mtu alikuwa ameona chakula kinono. Akaniambia, binti yangu umependeza sana. Nikamwambia, asante baba. Nilitoka nikarudi chumbani kwangu. Nikavua ile chupi ya kwanza, nikavaa chupi nyingine aliyokuwa ameniletea. Nikarudi tena mfumo wangu ule, nikaenda tena sebuleni. Safari hii nilimkuta na mama amekaa akitazama TV. Makubwa, wewe unatokaje hivyo mbele ya baba yako? Alitamaki mama. Na hapo ni baada ya kuniona. Nikamwambia, mama, mimi namuonyesha baba tu, amenunulia chupi. Wewe una akili kweli wewe? Kununuliwa chupi na baba yako ndio iwe sababu ya kutoka uchi? Alifoka sana mamangu. Nilisimama nikiwa nimeinamisha kichwa chini. Toka hapa mbele. Na kabla hajamalizia sentensi, baba alimkatisha na kumfokea. Mama Angel, kwa nini unamfokea mtoto kiasi hicho? Kosa lake liko wapi? Wewe hauoni kosa lake? Mimi sioni kosa lake.
Kwani ajabu kitu gani? Huyu si mtoto lakini au? Mtoto? Mtoto na miaka 24 mtoto huyu? Huyu ni mtoto? Alisema mama, akinifuata nilipokuwa nimesimama. Na haikuchukua dakika kwa amenitia kibao cha shavu. Mshenzi wewe, hauna adabu. Hebu kavae nguo zako. Lakini kabla hajamalizia kuzungumza neno haraka, baba alimvamia mama na kumzibua vibao viwili mfululizo. Ukome kumpiga mwanangu. Sijaona kosa lilolifanya. Kwa hiyo iwe mwanzo na mwisho kumpiga huyu mtoto. Mama hakuongea kitu. Alitoka kwa hasira na kuondoka zake. Na mimi sikukaa kabisa sebuleni tena. Nikarudi zangu chumbani kwa ajili ya kulala. Na haikupita hata dakika 2, usingizi ulinikamata na kunichukua. Naam, msikilizaji. Hii ni sehemu ya kwanza katika episodi hii ya kwanza ya simulizi yetu inayoitwa Baba Umenikojolea. Ni kwa nini leo nimekusogezea hii simulizi? Ni kwa sababu dunia kwetu sisi inaruhusu kuzungumza hivi. Lakini pia ili kusudi nikishakupa uhalisia wa jambo, kuna funzo mbele yake utalipata. Na haya mambo yapo katika jamii zetu. Kwa hiyo cha kufanya ni wewe kutokuacha tu kunisikiliza na kunifuata katika sehemu zingine zijazo, sehemu ya pili na kuendelea. Haya bwana, bye bye, tukutane sehemu ya pili.